Haleluya, haleluya, haleluya. Ninamshukuru Mungu kwa sababu ya wema na fadhili zake za ajabu. Yeye ni Mungu wetu na ni Bwana wa majeshi na tegemeo letu la maisha yetu. Na wakati wote tunapomtegemea, yeye huwa pamoja nasi. Kama vile neno linavyosema katika neno lake ya kwamba Mathayo 6:33 inasemaje? Inasema utafute ufalme wa Mungu pamoja na haki zake, na mambo haya mengine wewe utazidishiwa. Sababu na maana ya Mungu kusema neno hili, angependa umjue yeye kwanza na ujue nguvu na uwezo ulio ndani yako, ndipo upate baraka na upate nguvu za neema na kibali chake. Kwa sababu usipomjua hautaweza kumtafuta. Utakuwa unaona tu kama ni kawaida. Lakini neno la Mungu lasema nini? Utafute yeye na haki zake, na mambo haya mengine utazidishiwa. Selemani aliambiwa omba chochote kile unachokitaka. Selemani akasema, naomba tu nipe hekima ya kuongoza hawa wana wa Israeli. Na Mungu akaona huyu mtu wake ameomba jambo lililo ndogo lakini lina maana sana. Na Mungu akamwambia, kwa sababu umeomba jambo hilo ndogo, mambo mengine yote utazidishiwa. Alipewa utajiri, alipewa nguvu, alipewa hekima na uwezo mkubwa. Na watu wengi walikuja ili waweze kumsikiliza ile hekima yake. Kwa sababu huyu kuna wakati aliamua wamama wawili ambao walikuwa wamelala pamoja na watoto wao, na moja akalalia mtoto wake na akaua. Alafu akaanza kukirimu ya kwamba huyu aliye hai ni wake. Na alipokata ile kesi, watu wengi walipenda na walifurahi. Mpaka Queen wa Sheba akaona aje aone hekima ya huyu mtu. Mungu unapomkubali ndani yako, yeye huzidishia mambo mengi. Hata ukisoma kwenye Mathayo 7 aya yake 7 inasema, omba nawe utapewa, bisha nawe utafunguliwa, tafuta nawe utapata. Kwa hivyo tuko wazi. Na akasema hakuna baba kama sisi hapa duniani wanadamu. Mtoto wake anaweza kumuomba samaki ampe nyoka, ama amuombe mkate ampe jiwe. Wao huwapa watoto wao vitu vizuri. Je, Baba ya mbinguni atatuzidishia mazuri namna gani? Ni juu yetu na ni